بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا آمين. وجلاء أحزاننا وعصمة في مغفرة أعمالنا. اللهم اجعل حجة لنا لا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد نشكر الله سبحانه وتعالى نمتكي رحمة أمان جبلة محمد صلى الله عليه وسلم. tunaendelea na darasa letu la kila siku ya Ijumaa kabla ya khatibu wa ibada kwa ajili ya khutba, na darasa letu tutaendelea na mfululizo wa vipindi vyetu vya darasa kuhusiana na kujiandaa na ibada tukufu ya somo kwa lengo la kumwandaa Muislamu utakufika huko mwezi mtukufu wa Ramadhani aweze kujua namna gani atakabiliana na ile ibada tukufu. Kwa hiyo mada yetu itazungumzia fi shuruti sawmi wa hukmu sawmi al-musafiri wal-maridhi wash-shaykh al-kabir wal-hamil wal-murdi'. Kuna mambo kama 6 au 7 tutakaojifunza kuhusiana na maandalizi ya kumwandaa Muislamu katika ibada tukufu ya funga, na tutaanza kuzungumzia kuhusiana na shuruti za saumu, masharti ambayo Muislamu anatakiwa awe nayo ili atakapofunga na saumu yake iweze kuswihi. Baada ya kujifunza masharti hayo, tutajifunza pia hukumu ya saumu ya mtu anayekuwa safarini, kwa maana ya msafiri. Hilo ni la pili. La tatu, tutazungumzia hukumu ya funga ya mgonjwa. Mgonjwa kwa mujibu wa sheria anatakiwa aweje, afunge au asifunge. Lakini pia la tatu au la nne, tutazungumzia hukumu ya mtu mzima kwa maana ya mzee. Lakini pia tutazungumzia hukumu ya saumu ya mama mjamzito na mama mwenye kunyonyesha. Lakini leo hii tutaanza na sharti za mfungaji ili afunge na saumu yake iweze kuswihi. Tutajiandaa haya mapema ili tusije tukazungumzia masala muhimu kama haya ya funga na hali ya kuwa tayari watu wameshaingia katika saumu. Tutazungumzia masharti ya kufunga wakati mtu ana siku 2-3 kaisha funga, inakuwa haimsaidii kitu. Kwa hiyo tukianza na shurutu saumu, masharti ya funga, anasema yushtaratu fi wujubi sawmi ala al-muslim an yakuna aqilan balighan, kwamba imeshartiwa juu ya muwajibu wa kufunga kwa Muislamu ili afunge na saumu yake iswihi, an yakuna aqilan, sifa ya kwanza awe ni mtu mwenye akili, balighan,
pia baligh kwa maana alifikisha umri wa kutekeleza mambo yote yaliyoadhimishwa na sheria. Hilo ni sharti la kwanza, kwamba mfungaji inakuwa ni wajibu kwake kufunga kwa sharti la kwanza awe ni Muislamu. Saumu kwa maana ya neno saumu ina maana mbili katika lugha na istilahi. Sasa saumu kilugha, wafungaji ni wengi sana kilugha. Kilugha saumu ziko nyingi na wafungaji ni wengi, lakini kiistilahi wafungaji ni wachache. Hawezi kufunga mtu, sharti kwanza awe ni Muislamu. Kiislamu lazima awe ni Muislamu, lakini kilugha anafunga hata sio Muislamu, hata mpagani anafunga, hata yoyote anaweza akafunga. Na Muislamu huyo haitoshi tu kuwa awe ni Muislamu, sharti an yakuna aqilan, awe Muislamu huyo ni mwenye akili zilizotimia, asiyo na matatizo ya akili. Lakini ili afunge na somo yake iswihi, sharti awe ni balighan, awe amefikisha umri wa kutekeleza mambo yaliyowajibishwa na sheria. Ndio baligh, ni mtu aliyefikisha umri wa kutekeleza mambo yote yaliyowajibishwa na sheria. Ina maana kama mtu atakuwa Muislamu lakini ghairu aqil, hana akili, basi huyo funga kwake si wajibu. Hata kama mfungaji atakuwa ni Muislamu lakini ghairu baligh, hajabaligh, huyo mtu bado saumu kwake sio wajibu. Akitaka atafunga, asitake atafanya nini? Atakula. Kama jinsi tunavyozoeza watoto wetu wakiwa wadogo, anafunga kwa ajili ya darasa, kwa ajili ya kuzoezwa, lakini kwake sio wajibu. Lakini katika hili sheria haijaweka wazi ni nani anastahili kufunga kwa umri upi. Umri upi wa mtu ambaye anastahili kuanza kufunga kwake ikawa ni wajibu, kwa sababu neno somo lenyewe likifasiriwa mbali na kuwa Muislamu, lakini awe ni mutiku, mwenye uwezo. Anaweza kuwa mtu wa miaka 8 ana uwezo, wa miaka 10 akawa hana uwezo. Kwa hiyo pamoja na akili, pamoja na kuwa baligh, lakini pia awe ni mtu mwenye uwezo wa kukabiliana na somo. Akiwa ni mtu ana miaka 15, 16, lakini kwa namna alivyoumbwa na Allah, yeye si kwa ugonjwa, ndivyo alivyoumbwa, hawezi kustahimili njaa kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 7, lazima atazimia, lazima atapelekwa hospitalini. Huyu mtu kwake sio wajibu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, wajibu huu kwa Muislamu anayetakiwa kufunga na kutokuwa na uwajibu kwa Muislamu ambaye asiyotakiwa kufunga unatokana na kauli ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sema rufi'a al-qalamu an thalathati, kwamba kalamu imenyanyuliwa kutokuandika maneno ya watu aina 3, kutokuandika matendo ya watu aina 3, au kutoandika mambo ya watu aina 3. Kwanza, alil madmun hata yufiqa, kwamba kalamu inayotumika kuandika mema anayoyafanya mtu na mabaya anayoyafanya mtu, mema ya maneno anayoyasema mtu na ubaya wa maneno anayosema mtu, haiandiki maneno wala matukio ya mtu punguani, madhumuni, asiyokuwa na nini na akili, hata yufika